Hello guys, thank you so much for your love, for your care, and more especially to Faustin. Amenisaidia sana, like amenihelp ile situation nilikuwa, at least alinisaidia. Naona at least saizi niko na peace of mind, cause zile uoga mingi nilikuwa nayo saizi sina. At least imeanza kutoka kidogo. Alihead to kunipea namba ya mtu. We talked, tukaongea. Na niliona kwa ukweli huyo mtu alinisaidia sana. Like alinihelp, alinisaidia. Na nimesaidika. So plus pia. Mimi sijui kama si kwa Faustin, saizi sijui ningekuwa wapi. Ni kama ningeangamia huko. Sijui ningekuwa like, okay, sijui sasa ningekuwa wapi, but naweza taka kumshukuru sana cause amenisaidia pakubwa sana. Kitu amefanya kwa life yangu, it's so big, and I personally as a human being, I can't pay him. Only God can pay him. Like mimi, only God, siwezi mlipa. So Mathe, mtu nilipewa kunisaidia, ali have to go down to zile nilikuwa na akafuatilia the messages zile nilikuwa natumiwa kwa simu, na come to a conclusion yenye ili have kuforce hadi mom akaachishwa job. And okay, siwezi sema it's my fault yeye kuachishwa kazi, but walifuatilia na wakasema hizo vitu zimekuwa zikihappen na amefanya, so lazima wafuate sheria pia wao. So at the moment as we are talking, Mathe yuko kazi, aliachishwa job, and at least naweza sema, siwezi sema ana deserve it, but si mimi nilifanya, walifuata law and they had to do so. So mimi saizi at least naweza toka nje. Vile nilikuwa nimesema siwezi enda mahali, I can't go. Sasa naweza toka, I can go, niende nifanye vitu zangu huku nje. At least naweza tembea na amani saizi. Although mama bado ako hizo side za uko Nakuru mahali alikuwa anafanya, bado nimesikia hajatoka hizo side, but yeye kazi aingie kazi. So the fear yenye nimebaki nayo saizi ni hakuna any family members wananiongelesha, wanasema it's my fault, mimi ndo nimeforce hizi vitu, nimefanya zikaenda vile zimeenda. Juu sasa Mathe ameachishwa kazi, nani atakuwa anawasaidia? Cause yeye ndo first born kwao, and she had a lot of money. Job alikuwa anafanya ilikuwa inamlipa vizuri, so alikuwa anasaidia, anawafanyia vitu mob sana. So sasa hii imebaki zile blames za ni mimi nimefanya, so atakuwa wanasaidiwa na nani atakuwa there for them wakihitaji vitu, wakihitaji something. So mimi nashangaa makosa hapo iko kwangu kweli. Ile time nilienda ku seek for help, walinirusha nje, wakanikata, wakasema they don't know me. So mimi hapo sijui kama nimefanya makosa on my side, but sijui. Plus pia kuna some few calls nimekuwa nikipata kwa marafiki, kwa watu wameni advise, wamenisaidia, and I can say thank you so much for your support and also for the love, cause bila nyinyi sijui ningekuwa wapi, singeweza. I could be a no one saizi. So thank you. Sasa mimi kwa family sijui itakuwa aje, like sijui kwa familia mimi saizi niko sijui vile change mind yao towards me, ama itabaki tu vile nishawaharibia pia
saizi hawapati anything from mom cause hayuko kazi, hatawalisha na nini. Yeah, so side ya when it comes to Anton, amekuwa akini beg sana akuje mahali niko. On the other side, nakuja kuona yeye ni kama hakuwa na makosa. It was all my mom's fault. Lakini sasa tukikuja hii side nyingine, bora alilala na mtu nilikuwa naita mom. So for me na yeye, sioni kama tutairudiana na yeye anymore again. Like mimi na yeye iliisha, but kwa kumsamehea mimi nilimsamehea. Cause maybe Mathindo alimforce akafanya hizo vitu, and kumbe yeye hakujua, and when it comes to it, hata mimi nikikuja kuniambia yeye si Mathe, si nini, si my mom, my real mom. So mimi nashangaa, okay, so alifanya hizo vitu juu mimi si kwa mtoto wake, ama alifanya hivyo kumaanisha nini? So for that mimi niko confused, but I going back to Anthony, it's a no go zone for me. Yes, so yes, and kwa nikipata calls saizi, it's like yeah, I'm just confused too. Sasa kuna zile calls napata nafaa kumove on, watu wananiambia ndo ni heal, I have to nitafute, like I just move on, na pia ni kuwe na that person mwenye atakuwa close to me, and then we see mali vitu zitatupeleka. But mimi nikikaa chini nikifikiria hivyo, okay, it's like siko ready, but maybe time will tell. Naweza pata mtu, the person, alafu pia for now I just need a shoulder to lean on, which is nikipata I will give it a trial, but not now. Nitajipea time kwanza. Mimi story na kazi, juu mliona nilikuwa naogopa kutoka nje kufanya vitu, so have kwenda job, nikawaeleza, alafu they had to give me a off. Walinipea time, akaniambia you just go home, tuone vile vitu zako zitakuwa, and then ukikuwa sawa unaweza rudi. Nikamwambia it's okay and thank you so much juu sai bado ningekuwa na sikuwa na concentrate with anything. Kazi si yangu, nilikuwa ni kazi ya kuandikwa, and you know vile kuandikwa job inakuanga so hard au concentrate. So but walinielewanga, akanipea some off days, and yeah, so mimi niko tu naendelea kuheal. But so far my mom sijui kama bado ataendelea na hiyo nini. So far kozashaachishwa job, so like niko tu zile za kuna ile uoga niko nayo kidogo, but kuna ile namba nilipewa nikaambiwa in case of anything, any threats, anything, yani kitu tu yoyote, ninakaa tu nipige simu, nisiogope kupiga simu, nisiogope communicate na anyone. And I think yeah, so for now I'm safe, I'm good, I'm okay, and yeah, that's what I can say. When it comes to my mom kuniambia si mamangu, nilimuuliza bado, nikamwambia okay, kama wewe si mamako, kama wewe si mamangu, basi who is my mom? Who could be my mom? Nionyeshe, nitaenda nini, ama basi unipe hata clue, nitaenda kumtafuta mimi mwenyewe. She denied. So niko tu zile za if she is not my mom, who could be my mom? Basi saizi juu sasa, yeah, that's kwa ile situation niko sasa. But for now mimi and niki nini hivi na feel to my mind haiko vile ilikuwa hapo nyuma. Hapo nyuma nao nilikuwa na
stress mingi zingine hata sikuwa nafikiria, but for now at least za tutaka tena kumbea. Faustine, thank you so much for everything and for what you have done. You have done a lot to me. Thank you.